Big Daddy ameanika Pesh Musau live kwa TikTok. Imagine Big Daddy ameanika video za ngono wakifanya ngono na Pesh Musau. Licha ya mimi Jackson 1 month ago kuon Pesh Musau nikamwambia ajiepushe na Big Daddy kwa sababu Big Daddy atamuharibia jina na atasababisha maisha ya watoto wake, watoto wazungu wenye amezaa na Mjerumani, kuishi na trauma milele. Niliambia Pesh Musau live kwa guest ya Lady Jacqueline TikTok. Niliambia Pesh, lakini Pesh akasema mimi ninasumbuliwa na nyege, sijakulana kwa muda mrefu, kama namtaka nimwambie huyo Big Daddy ndio anataka. Ladies and gentlemen, nilitukanwa vibaya sana. Unaona, No, you know the reason why, guys, the reason why I am bitter about this woman kwa jina Pesh Musau ni kwa sababu Pesh Musau wametukosesha amani hapa hivi kwa TikTok since wakati wa the president Madam Nyako. Huyu mwanamke zile vitu alikuwa anafanyia Nyako, unaona, kwa sababu Nyako kinembe chake kimeanikwa. The same woman akawacha watoto wazungu. Guys, do you know what it means for a Kenyan woman to go mimba na mzungu? Do you know what it means? Leave my kids out of your fucking mouth. Do you know what it means? Leave my kids out of your fucking life. Leave my kids out of your fucking mouth. My kids live a better life than you. But my friend, our watoto, do you think wakati hao watoto wanaona mama yao kwa mtandao akinyonya mate ya mtu mwenye akuna ukimwi, do you think hao watoto are they proud of you? Hata wewe uko na ukimwi, si wewe na mamako gasia takataka blood fucking wewe. Huyu mtu anakuonyesha kabisa madawa. Bibi yake amekuja hapa ame-explain the viral load vile imekuwa ikikontroliwa. Yeye mwenyewe amekuja hapa ameelezea. Hii dawa ya ukimwi sio ni Thailand, unameza 2 kama wewe ni adult. Labda unameza 2 ya usiku. You swallow too. Wewe umechamba Nyako kwa sababu Nyako amenyongesha malaya. Alafu wewe mwenyewe umebeba miguu zako unapanda sijui ndege unasema sijui British Airways takataka. Unapanda akili ya kuna mwanamke unapanda uko na yes sawa, wacha tuseme sawa. Uliolewa na mzee, wacha tuseme uliolewa na mzee. Ndio naona babako. Unataka kusema uliolewa na mzee na hapo na pesa. Unaona? Huyu mzee sasa hivi amekuwa zuzu, sasa hivi haamshi tena. Ndio uko na pesa. Lakini sasa akili iko wapi? Hizo ni madawa zangu. Unapanda ndege. Umesikia? Unaenda Amerika. Madawa zangu hizo za ukimwi. Unaenda Amerika kutombesha. Ndio hizo. Mwanaume mwenye hana heshima kwa wanawake to prove a point. What are you proving there? Ndege. Yes. Ni wangu. Guys, ni mbaya, lakini hebu nitawawekea hiyo conversation kutoka mwanzo mpaka mwisho, nitawawekea mwisho, lakini kwa sasa wacha kwanza niwafafanulie haswa ni nini kinaendelea kwa maisha ya Pesh na Big Daddy. Imagine huyu Pesh na Big Daddy, wacha nikuambie, giraji yao ilianza wakati kinembe cha Nyako, kinembe cha ajabu cha Nyako kiliweza kuanikwa kwa Telegram. Watu Kenya mzima wakaona, na wakati huo Nyako alikuwa president wa TikTok. Hiyo kinembe inasemekana mwenye kutumiwa video wa kwanza alikuwa Pesh Musau. Unaona, wakati huo Pesh walikuwa wanaitwa Nyoks wakiwa na mwanamke fulani kiparangoto kwa jina JB na Pesh walikuwa ni kama matwins. Waliishi kuchamba Nyako, hawa ndio walikuwa against success ya Nyako. Sasa imagine Big Daddy kwa sababu alikuwa ameapishwa kama prime minister wa TikTok wakati president ni Nyako. Sasa imagine Big Daddy alikuwa anajaribu juu chini kuangusha Nyako. So inasemekana kwa sababu Nyako wazazi wake wote walikufa na ukimwi, Nyako naye akamaneji kuenda Germany. So huyu Nyako inasemekana
amekuwa na shida na kupenda, kwa sababu mabwana wenye amepatananga na wao wengi walikuwa matapeli, so akaenda kuzalishwa watoto huko Germany, unaona. So mabwana wenyewe wengine, ama bwana mwenye alikuwa amemuoa wa mwisho, inasemekana alikuwa anafanya kazi ya corruption, so akanyang'anyangwa pesa zote. So hata nyako kaenda kudivorce na mwanaume. So nyako sasa, inasemekana my friend, maisha ilikuwa ngumu mpaka nyako akaamua kutafuta kazi ya kuendesha watoto wa shule, akakuwa dereva wa basi ya shule. So you can imagine, ladies and gentlemen, JB wakiwa na Choku, yule shoga mwenye anakuanga Germany. Imagine my friend, walienda wakashtaki nyako, ikasemekana ya kwamba nyako anaendesha watoto wa wazungu akiwa live kwa TikTok. Imagine, ilibidi nyako afutwe kazi. So nyako akakuja TikTok na akafanya kazi ya TikTok kuwa kama full time job yake ya TikTok. So wacha nikuambie, nyako alipigwa vita na hao wanawake, alipigwa vita. So naye wakati huo sasa Big Daddy kila saju, wakati huo nyako alikuwa famous. Big Daddy akamuingiza box mpaka akaanza kumnyongesha. Sasa wakaanza kunyongeshana in private, unaona. Nyako asijue Big Daddy anamrecord, unaona. Hakujua Big Daddy anamrecord. Na wakati huo pia nyako alikuwa anajua kabisa Big Daddy anakuanga mgonjwa. Alikuwa anajua Big Daddy anakuanga na mabibi wawili, mabibi wenye na ambao wamemzalia, unaona. So ladies and gentlemen, nyako kwa sababu alikuwa in love na hakukuanga na mtu na mapenzi ya Mkenya. Wacha nikwambie kwanza, mjaluo mwenzake, wajaluo inasemekana wanajua kudekeza. So nyako alidekezwa, akadekezwa, akajikuta ametolea Big Daddy suruali. So kumbe Big Daddy alikuwa na rekodi, na ikafika mahali akaanza kugosip nyako akiwa na Pesh, mpaka Pesh akamdanganyililia na akamtumia video. Na wakati alimtumia video, naye Pesh akatumia mwingine naye akatumia mwingine, mpaka hizo video zikatufikia. So wacha nikuambie, nyako ilikuwa ni wakati mgumu sana kwake, hata angejiua, lakini ni Mungu tu ndiye alisaidia. So nyako alidisappear kidogo TikTok, na aliporudi ameshindwa kurudi ule nyako wa kitambo. Sasa inasemekana kwa sababu Big Daddy alichafulia nyako jina na amekuwa akiomba msamaha, na nyako alimkazi. Sasa Big Daddy akaamua, wewe Pesh, kwa sababu ni wewe ndio ulileta hii shida yote. Sasa imagine, akatrap Pesh, akaanza kumuonyesha Pesh mapenzi. Nakumbuka Big Daddy hana anything to lose. Big Daddy hananga anything to lose, unaona. Sasa naye Pesh na ujinga wake akajiingiza pale mzima. Kumbuka Pesh amezalishwa watoto wazungu na mzungu mkongwe, mzungu mzee. Sasa na huyu Pesh kumbuka ni Mkamba, na unajua vile Wakamba wanakuanga na nyege za Mkamba. My friend, wacha nikuambie, inasemekana kusatisfy mwanamke Mkamba, not unless huyo mwanamke akuwe ameokoka, anajua Mungu ni nani. Lakini tu ati mwanamke mwenye hajaokoka, my friend, na anajua ati anafaa kukulwa, oh my God, huyo mwanamke hata inasemekana anaweza kulwa na anything yenye iko surround her, unaona. Anaweza kulwa na anything yenye iko surround her, unaona. So ni vizuri mwanamke akiwa Mkamba akuwe na akili, lakini mwanamke Mkamba kukosa akili, wacha nikuambie, anakuanga kama simu ya jamii, yani anatumiwa na kila kitu. Sijui kama mnanipata. Sasa my friend, wacha nikuambie, Pesh na ujinga wake akaamuanga kuchukua watoto akawapelekanga kwa daycare. Imagine watoto wanaishi kwa foster care, mahali penye watoto mayatima wanakaa, kwa sababu sasa mama yake akaamua sasa kutafutana na ngono, akapanda ndege akaenda all the way to America kwenda kulala na Big Daddy. Na anajua vizuri kabisa Big Daddy ni mgonjwa. Anajua kabisa Big Daddy alikuwa ameoa bibi. First wife wa Big Daddy alikuwa anaitwa Angela, Mama Lydia. Imagine Big Daddy, my friend, alimzalisha mtoto wa kwanza na akamtupa akiwa na mimba.
Na imagine wakati huo walikuwa wanapendana, ama wakati huo walikuwa wanaishi, walifika mahali mpaka wakakosa kwa kuishi. Ikabidi sasa, juu Big Daddy ni kitombi na alikuwa analalanga na bibi ya mzungu ambaye ni Aluoch. Aluoch, ladies and gentlemen, amezalishwa na Big Daddy. Sasa imagine, kwa sababu huyo Aluoch alikuwa ameolewa na mzungu pia mzee mwenye na ambaye awezi kazi ya bedroom. Sasa Big Daddy ndio alikuwa anamkojoza. Unaona, Big Daddy ndio alikuwa anamkojoza. Sasa alipoendelea hivyo kumkojoza, ndio sasa Big Daddy akamwelezea, unajua mimi bibi yangu hatuna kwa kwenda ni nini. Sasa ikabidi Aluoch alete Big Daddy kwa nyumba. Akaleta Big Daddy kwa nyumba yake, akadanganya mzungu, huyu ni brother yangu. Sasa wakaishi pale, wakaona hapana, mapenzi ni moto. Sasa ikabidi sasa Aluoch adivorce na mzungu, sasa waende waishi na Big Daddy. Ndio sasa baadaye sasa bibi ya Big Daddy akakuja akawajoin. Sasa you can imagine, Aluoch akakubali Big Daddy alete bibi yake kwa nyumba yake. Sasa wakawa wanaishi pamoja. Leo wanakula Aluoch, kesho wanakula Angela. Leo wanakula Aluoch, kesho wanakula Angela. Sijui kama mnanipata. Sasa katika hiyo harakati ya kukula huyu na kukula huyu, wote wawili wakashika mimba karibu the same time. Ladies and gentlemen, drama bin drama. Drama bin drama. Yani hata before. Yani guys, nakuambia, yani mimi nakuambia mambo ni mwecheche. So as we speak right now, jenye naweza nikakuambia ni kwamba wakati Big Daddy alikuwa na hawa wanawake wawili kwa nyumba, Big Daddy hakukuwa na kazi vizuri. So Big Daddy alihave kurely on hawa wanawake matajiri wenye wameolewa na wazungu matajiri. Unaona? Sasa Big Daddy alikuwa anaacha mabibi kwa nyumba, anaenda anakatia Wakenya wanawake wenye wameolewa na wazee, kwa sababu yeye ni mwanaume mwenye na ambaye bado ni young na ako kwa ARVs, mwili imekuja. Alikuwa anaendanga gym, my friend, akapatananga na mwanamke mwingine kwa jina Okaro. Oh my God, walikulana na Okaro. Okaro alikuwa anatoka kwa state nyingine, anakuja na ndege, wanaenda unakomboa hoteli, wanakulana proper, wanakulana vilivyo. Big Daddy alikuwa anaenda tu kwa nyumba, anakaa kidogo, tena anarudi kwa hoteli, wanakulana, na wakati wanashibishana ngono, Okaro anarudi kwa bwana yake ama kwa ile state yenye alikuwa ametoka. Unaona? So hivyo iliendelea hivyo mpaka wakati sasa news za nyako zilileak. Sasa ndio sasa hii mambo ya Okaro ikajulikana, na sasa ikabidi sasa hao wanawake wawili wamewachana na Big Daddy. Sasa Big Daddy amekuwa akiruka tu kwa huyu mwanamke to another. So inasemekana huyu Big Daddy ndio huyu alidate Nyako na simu, wakaenda wakina Sonkei. Yani huyu jamaa Big Daddy amekuwa akilala na wanawake wengi sana, na sijui ni nini na kuanga Amerika. Hawa wanawake wenye wanakuanga Amerika, sijui Amerika kuna kuanga na shida ya ngono ama ni nini. Sijawahi elewa. Yani the more Big Daddy anaanikwa, the more anapendwa na wanawake. Imagine, despite yeye kukuwa mgonjwa, na anaambianga watu hadharani live kwa TikTok yeye ni mgonjwa, mpaka anaonyeshana dawa za ARVs, anaambia watu mimi ni mgonjwa. Lakini wanawake, sijui masikio yao inakuanga imefanya nini. Mwanamke wakati tu anafika siku zake za ovulation, wacha nikwambie, akili huwa haifikirii. Wanga wanachukua akili wanaweka kando, wanaanza kufikiria na huku chini. Ladies and gentlemen, wanaanza kufikiria na huku chini. Kwa sababu tell me how, sasa hivi wakati Pesh Musau ameanikwa live kwa TikTok, watu wakiona video zimesambaa tena kwa hiyo live, wakati anaanika Pesh, kwa sababu ati Pesh ati sijui ameshapata mwanaume mwingine. Yani guys, hawa wanawake, yani Pesh, imagine juzi tu amekuwa kinyonya mjulus ya Big Daddy, amekuwa akinyonya ukimwi wa Big Daddy na mdomo, amekuwa akiingizwa ama akimwagiwa ukimwi na shimo ya kupupu, shimo ya mbele, yani shimo zote. Hakuna shimo kwa mwili wa Pesh yenye na ambayo haijamwagiwa ugonjwa. Hakuna. Bado the way wamekuwa wakitukanana kwa TikTok. Bado unataka kuniambia huko US bado kuna mwanamke amesalia mwenye bado
anatamani Big Daddy. Imagine Big Daddy anaanika Pesh, akiambianga Pesh kwenda huko, mimi hata sina haja na wewe, wewe ni mwanamke mchafu, wewe hujui kuvaa, haujui kunyoa, unanuka, haujui kupika. Anamtukana, akimutukana, alafu anamwambia move on. Mimi nisha move on already, nishapata mwingine mwenye tunapendana. Imagine, mpaka mimi mwenyewe Jackson nikajishika hivi nikajiuliza, you mean bado kuna mwanamke huko nje mwenye na ambaye dream yake tu ni kuona Big Daddy akiwa ndani mwake akimwagia? Oh my God. Yani let me tell you vitu zingine zenye na ambazo uanga najionea. Wacha nikuambie, kwa hii dunia watu watafika mbinguni wakiwa wamechoka. Yani Big Daddy hata aogopi hata kushikwa. Hata imagine wakati alikuwa anaandika hizo video, sijui ni nani mwenye alipigia polisi simu, wakaambia polisi location fulani, nyumba fulani, enda kuna mwanaume anaanika mwanamke kwa mtandao. Polisi wakakuja wakagonga nyumba, wakakuja wakauliza Big Daddy, tumeambiwa tukuja hapa ati wewe una abuse mwanamke. Yeye akasema nini? Mimi nimelewa na mwanamke mwenye tumekuwa tukikulana na yeye ndio tunagombana naye kwa mtandao, tunatukanana tukianikana. Na yenyewe kweli polisi wakaangalia wakaona, Amerika kama hiyo inchi imekubali ushoga, kama hiyo inchi imekubali ulele, yani Amerika ngono, yani hata ni heri, wanasemanga yani anything to do na ngono as long as wewe ni mtu mzima. Kwanza Big Daddy anasema huyu mwanamke ni ule mwanamke mwenye alinishikishanga, huyo mwanamke mwenye alitokanga Germany akakuja akanishikishanga, the same mwanamke ndio huyu mwenye bado ananisumbua na nitaka. Polisi wakaambia Big Daddy, kama ni hiyo wachana na yeye. Si polisi wakaenda, Big Daddy tena akarudi live, akaendelea kuchamba huyu mwanamke na yeye akaenda live, akaanza ku dance, akicheza nyimbo akiwa kwa swimming pool, akiambia watu I don't care, mimi amunitishi, wacha nikuambie, kwani mimi ni mtu wa kwanza kuanikwa kinembe ni nini? Guys, enyewe kwa kweli wacha nikuambie, Pesh ako na shida. Huyu mwanamke kwa jina Pesh ako na shida, na shida yenye ako nayo ni kubwa sana. Labda alirogwa, kwa sababu guys, ukiangalia conversation yenye na ambayo nilihave na yeye kwa life ya Lady Jacqueline, nikimwambia awachane na Big Daddy, nikimuuliza wewe unaweza wachaje watoto wazungu Germany, imagine ulipe ndege ukiende paka Amerika kuenda kutumbuiza mwanaume mwenye ako na ugonjwa, unawezaje? Hata kama haujipendi, jipende tu kwa sababu ya watoto wako, kwa sababu my friend, huyu mwanaume atakuanika, na wakati atakuanika, hao marafiki wako wenye wako karibu na wewe ndio wata make sure wametumia simu sudo ama account sudo kutumia watoto wako video zako, watoto wako waone video zako. Lazima siku moja watoto wako watatumiwa video zako na sudo, whether you like it or not. Hii ni dunia yenye tuko saa hii. Lazima tu mtu ataenda tu create tu simu ama anunue sim card, alafu akishanunua hiyo sim card aweke simu ya mtoto wako na mtumie na atupe hiyo sim card, na haitawahi julikana ni nani mwenye na ambaye ametuma hizo video. Ama hata mtu aenda atengeneze sudo ya Facebook ama anything, Instagram nini, na atumie watoto wako. Imagine watoto wakiona uchi wa mama yao, wakiona vitu zenye mama yao wanafanya. Niambie hao watoto maisha yao itakuwa namna gani? Niambie hao watoto watakuwa na future kweli? That is the reason why mimi kama Jackson niliamua kuenda kuattack huyo Pesh Musau, nikamwambia awache kuattack wale watu wenye wako na video za Hannah Benta, kwa sababu Hannah Benta wakati alianikwa video zake, wacha nikuambie, si kila mtu alikuwa ameziona. Kila mtu alikuwa na kiu ya kuona hizo video. Kwa hivyo mtu yote alikuwa anaingia tu live akisema ako na hizo video, kidogo ndio hao washamuattack. Ukijaribu kuanika hizo video, tutakushtaki, tutakutumia polisi, we will sue you. Sasa unashindwa. Mbona mtu asue mwingine, na ili hali watu wakati walikuwa wanarekodiana
watu hawakukuwa pale. Guys, unajua mimi kama Jackson nakanga hivi najiuliza, yani binadamu tu mzima na akili zake anaenda anachukua video wakati anakukula, anakurekodi akikukula na kurekodi akikukula, na wewe mwanamke ni mjinga, wewe unapanua tu miguu zote akurekodi vizuri, na unajua tu vizuri kabisa mtu ndiye akurekodi anakuanga na purpose ya kukurekodi, anakuanga na purpose ya kukurekodi. Ile siku mtakosana lazima dunia itajua. Alafu kwanza mwanaume mwenye unapanulia hivyo miguu akurekodi ni mwanaume mwenye akona historia ya kurekodi wanawake na kuwaanika. Uwe umbwa hii utahili wewe kwa malaya wewe. Uliacha mpaka video kwa watch mkundu wewe. Hiyo ni siku yenye alikuja hapa kuleta kelele. Wewe you wish. Akanipiga simu nimwonyeshe. Kitambo umbwa hii wewe mtu nikamwonyesha mboro. Hii ni siku wewe. Kasia hii. The same day alikuwa amevaa hiyo video. Shame on you, shame on yourself. The same time alikuwa na hiyo video. Hautawahi hili wewe. Hautawahi hili akanipigia simu Boscan. Kuma yako tena angalia tarehe Boscan. Vizuri niko na wewe. June 7th. Niko na wewe utaozea kotini wewe. Utaozea kotini nimekwambia. Alikuja hapa nikamnyongesha. Jiwe mbona ulinyonga aluacha tu kwa nyumba? Hebu niambie uko 34 36. Why is your knee sinking kama una dentures? Patient's dentures. It may be from accident, which I don't know, but Pesh does not have real teeth. That's the truth. Ngoja nikuonyeshe ametoa glasses. Sitaki kumwanika hapa na video zake za kinembe. Niambie aje Boscan. Yara nikunye Boscan utachukua na wazimu. Ngoja ni fast forward. Guys, I'm not about to humiliate anybody. I'll say the truth. If you're going to pick a fight with the right person. Usije kupika fight na mtu amekuona kila mahali. Hold on. Just ask me not hiyo dirty partner. Huyu mzee ata move on lini jamani? Ngoja. Hold on. Guy, dangerous gani? You wish. Utatanishio jina lakini acha nikwambie. You will see me. Pesh, is this your note? Toa glasses. You will see me winning. You will see me winning. Is this your note? What are you winning about, man? You will see me winning. No, I'm so beautiful. You cannot shame me. Naweza fungua live saa hizi. You cannot shame me. Utoe miwani Pesh. Funga kamera na miwani beautiful. Na hivyo ndio ulikuwa unanililia. Toa kamera. Ukiniambia nikuweke dildo kwa mkundu ndio mwage vizuri. Boscan. Akifunga kamera tumenga tumesi nikuweke dildo kwa mkundu mwage. Niko na pesa. Huyu ndio yeye. Mbona uambii watu uliniambia nikuweke dildo na kidole kwa mkundu ndio mwage vizuri? You can lie but you cannot lie about the truth. Wewe kutoka kwa closet. Toka kwa closet. Wewe ama si toka kwa closet. That is me, my face there. Yeye ni mkundia kama mkubwa. Mimi ninataka washima nyoka. Be have nothing to do. Weka yote. Nakwambia utaozea jela. Weka yote. Hii ni bitterness. Kumbe kuachwa ni ngumu hivi. Kuacha is painful. Hiyo mdomo yako refu ndio imefanya nimekuja. Mimi alina nimekwambia toka kwa closet. Ukiniambia kwa vidole viwili kwa mkundu na dildo ndio umwage vizuri. You've never, I know it. Closet wewe. You can say all the lies. Mimi nilikuja mkundu niko na evidence. I never ask you for mkundu anything. Pole wewe. Uduna mkundu. Toka kwa closet wewe. Ukiniambia nikuweke vidole kwa mkundu umesahau. Kasia wewe. You can say whatever you want. Boscan, anasema ameshindwa. Uni ama sie guys, uni ama sie. Teka mtangu ende. Is that you or not? That's my first day. Mimi sisi. Ilikuwa wapi? Silikuwa yeye ni kuma ama ni mkundu? Kwa mkundu. Study the Mimi bitch, me I have nothing to hide. Kwa nini kesho? Mimi nitasema ukweli, sasa nataka vita. Let's go for it. Asema ukweli, sasa niliwa. Niambie video gani ulirekodi nikwambie niweke video kwa mkundu. You have a video. Mimi niko na video. Ziko, ukisema uliniambia niweke video kwa mkundu, weka zote, endelea. Continue. Jesus. It's pain, this is pain. Nakwambia hiyo jela nao utaozea. Hiyo jela ni yako. Pesh, wewe ndio you are a bitter soul by the way, and I'll tell you one thing. Hauna pesa kunisuu US, hauna pesa ku travel US frequently kwenda kotini. Hauna pesa ku show up, hauna pesa ku show up on court every day. And mimi I will humble you. Wacha kwanza nitumie hizi video nyako. Nyako ndio kusambaza vizuri. Na nimesema. Hello? Si utume, mtumie. Hautawahi hii. I'm calling you back. Jesus. Hii hautawahi hii. Jesus. Kesho utakuona lia, hautawahi hili. Video si mbili ama tatu.
Kumbe ni video simbi la hold on. Jesus. Uni ama sie? Boscan, hold on. UP. Uni ama sie? Ah, Hizo ni videos. ni yeye. Okay, ngoja kuonyesha nyingine. Those are two different occasions. Hapa Kinyamboro, uni ama sie? Pesha anataka vita. Mimi nampatia vita. Kwani mimi namuogopa? Me, I'll give her what she's asking for. Hapa nilikuwa na Nyamboro Boscan. Hii sijui kama itani. Uni ama sie? Jesus. Mimi wazimu. Me, I don't give a fuck about shit. Na unaonekana pegs. They are wazito. Jesus fucking Christ. They are me pegs. They are me saizi uone. Nitakuanika Telegram. Na mimi ujue hata mimi sakava uso yangu. Nitakuanika na hivi ulikuwa na Nyamboro yangu. Unakuja hapa kujifanya wewe ni saint. Wewe ni malaya mkubwa wa Kasorina. Panda hapa juu ongee. Yani the way huyo mwanamke wanga anapiga kelele. Mimi guys, wacha nikwambie, wakati nilikuwa nina confront huyo Peshi Musau kwa life ya Lady Jacqueline, wacha nikwambie, mwanamke mwingine my friend Mkosa alitoka tu from nowhere, akaanza tu kuni attack. Wakaanza kusema venye mimi nyege zinanisumbua, sijui venye mimi sinanga mtu, sijui nini, ninamtakanga na simwambiangi, kama namtaka tu niseme. Ai, yani guys, hata watu wakashindwa nini mbaya na Jackson. Lakini mimi nilikuwa ninasema waache kuingilia mambo za watu wenye wameanikana. Kama Anabenta ameanikwa na mpenzi wa Captain Samir, Anabenta anaweza enda police station aripoti ya kwamba ameanikwa utupu wake. Huyo mwanamke yeye atasema sio yeye. So Anabenta ataulizwa ni nani mwenye na ambaye ulitumia hizo video, ama wakati ulikuwa unajirecord ukitumia nani? Anabenta aseme alikuwa anajirecord akitumia Captain Samir, baba ya mtoto wake kijana kwa jina Baby K. Kwa hivyo wakati ulitumia baba ya huyo Baby K, how come zilifikia Hawa? Kwa hivyo ni yeye ndio aliweza kutumia Hawa. Sasa enda utafute baba ya Baby K umshtaki. Lakini my friend, wacha nikuambie, kuingiza third party kwa vitu ambazo hata hajui yeye alitumiwa na yeye pia anatumiana. Sasa how comes mwenye kutumiwa wa mwisho ndio sasa anabeba msalaba ya mwenye na ambaye alirekodi ndio ahanikane? Hii Kenya yetu my friend iko na shida, na ile shida yenye iko hapa ni kubwa. Ndio maana nilipoingia pale nikakuta Pesh ana discuss za watu, mimi kama Jackson nikakasirika, nikaanza anika ama kumchamba, nikimwambia kwamba yeye hana akili, na nikamuadvise aachane na Big Daddy. Lakini aliniambia, imagine amekata ticket, ashakata ticket na ana travel, anaenda America. Nisikie hivyo venye ninasikia, just imagine. Hata wiki haikuisha nikasikia Pesh ako America. Nilisikia Pesh ako America, kidogo nikasikia wamepigana, sijui Pesh ameita polisi, wamekuja wameshika Big Daddy. Big Daddy my friend alishikwa my friend, na Big Daddy aliposhikwa alichangiwa live kwa TikTok my friend, akatolewa after mimi kuon Pesh kuachana na Big Daddy. Yeye akasema yeye akipenda amependa. Unaona, yeye ajui kuhanya mtu na hajui kukosea mpenzi wake. Yeye jenye anajua ni kwamba akikupenda yeye amekupenda. Enyewe kweli, kuangalia kwa zile video ambazo sasa hivi zimeanikwa, enyewe akipenda amependa, anapenda na akili yote, mpaka hata anakosa kujibakishia akili nyingine. Imagine my friend, ukimiminiwa spams na mdomo ama ukimwi na mdomo, unanyonya kitu ya mtu mgonjwa, unakubali kuingizwa nyuma. Imagine conversation zao guys, conversation zenye na ambazo guys watu wamesikia. Yani mwanamke anafurahia wakati anaingizwa nyuma instead ya kufurahia wakati anaingizwa mbele. Kwani hawa wanawake wenye wako kwa mitandao, hawa wanawake, kwani hawa wanawake ni akina nani hawa wenye watu wana date? Hakuna mwanamke mzuri kwa hizi mitandao mwenye na ambaye unaweza sema unaweza tengenezako bibi. Another question,
Mbona ulimdinya Mkundu? Was it with her? Mimi mama, if you give me where am I supposed to go to? We saw a video, all of us, we saw a video ukimdinya Mkundu akiwa anasugua kinembe. Alipeana. I take what you give me. Mkundu yake ilikuwa tight ama ilitoka na mafi? Kwanza acha nikwambie kwa Kolo. And this is story this is Daba. Kolo de majai peana nyuma. They have experience of how situation is. Ule msana ni Malawa Kasurina, and she's been doing it. I was not the first person to go there. I can tell you from experience. Thank you very much. You mean where's your kwanza kumdinya Mkundu? Of course I'm not. Me, do I look like Kolo na 39 mwaka. Do I look like nilianza ngono jana? You can tell place mtu ashaingia na place mtu hajaienda. An easy access to a door that has been opened can easily be identified that this door has been opened. Tafakari ya babu. To God be the glory. To God be the glory. Thank you very much. You mean, okay, ulikuwa unasikia complaints ukiwa unafungua mlango inches zinalia ama hakukuwa na complaint? Complaints onge bana. Doti donjangana ni fwa. Doti say how. Ni anangomo kiwinji Collins omundi. Angomo kiwinji. Okay, na hii ujasiri ya kurecord video kimukula Mkundu ulitoa wapi? Nilijua tutafika mama lituko. What? I knew the day like this would come. Collins, I'm not, you've interacted with me on a personal level. Do I look stupid to you? You don't. I may not be working in the bank as a CEO. I may not be sitting with big corporates in the office discussing the matters of the world. But I can tell you, Collins, I'm not stupid. I knew very well that a day like this would come. Somebody like Pesh are people you cannot bank on. Because first of all, let me tell you one thing. Nyinyi mnamjua hapa kwa mtandao. Mimi ni mtu nimekaa chini nimekula naye. Pesh akona low self-esteem that she cannot even express herself as a person in real life. What? Unaona confidence akona kwa social media. Unaona confidence yenye watu wengi wanakuwa hapa kwa kamera. I'm telling you the truth. Nikituana huyu hata kuongea kwake zero charisma, zero chemistry, zero expression. If you meet this lady in person, Collins, you'll be very fucking surprised. Zero class, zero charisma, zero expression, nothing. Mimi nashangaa akona sijui. She has a very loud voice on social media. You know, some of us, if you meet us, we talk the same way we talk. Mimi kuna watu nimekutana nao hapa. Mimi confidence yangu Kolo is top notch. It's something that you will not take away from me. Like, nitakuongelesha hivi vile naongea huko nje. Sasa ninakuongelesha naanza kublash ati sijui I give you the social media character and I give you the different person character. She does not have it. And then, you know what is pissing me off with that? Anasema ati sija move on. Collins. Nipo diere. I'm not, she's not like, what did I say? You know my exes. I'm sorry, I don't like comparison, but sometimes I have to bring that comparison in the picture. You've seen people that I've dealt with. Do you think she's even equal to any of them? She also said you are not equal to people she has dealt with. But she chose to come to me, not once or twice. But you still went down on her, despite she knows. Listen, she knows what I do for a living. She knows how I live. I've drove her in my expensive, nice car, which is parked outside my house. She has sit in this couch that I bought. Nilimdinya kwa hizi viti mpya. Yeye ndiye alikuwa mtu wa kwanza kudinywa kwa hizi viti. By the way, hizi viti ni mpya, not less than probably 6 months. She was the first person nililalisha kwa kitanda yenye unaona mattress, unakumbuka ile time mattress ilichukuliwa na microwave. I bought a very nice mattress from IKEA. Wenye unajua IKEA iko IKEA, in fact they have IKEA in Germany. I bought a very nice mattress. When Pesh was coming to my house, akikuja mara kwanza, nilijua what she was coming for. Kolo, you've not dealt with the same person. Ukuja mara kwanza na tiketi yako ya flight.
urudi mara pili na tiketi yako. Mara tatu na tiketi yako Kolo. Was she stigmatized ama ni nini alikuwa anatafuta kwa mtu mwenye klasi yake? Because me I can say I was getting. I have a very important question to ask you. What was she getting out of this relationship? Hapo tu kwa mimi nilikuwa nataka share yangu. Just hold on my brother. Mimi nilikuwa nangoja kumgeuza hivyo kama chapati, mbele nyuma everywhere. Okay, just hold on. Anajua kunyonya mboro, yes anajua. Okay, hold on Bapo, tutarudia hiyo kunyonya mboro. There is this statement you've been making that wewe uko na ugonjwa ya ukimwi. Yeye alikuwa anajua uko na ukimwi akikupea mpaka mkuu. It's not a statement Kolo. I've even shown medication hapa kwa app. And mark me. I want you to underline this word, mark me. Pesh has been one of the people that trolled me with ugonjwa ya ukimwi way before hata history ifike mahali imefika saa hizi. Bas. Kuna videos, unajua uzuri TikTok si kama Facebook. TikTok you can pull up even the old videos. Ukienda type jina yake pale and you scroll down hapo kwa FYP, you will even find the videos her trolling me. Big Daddy ni mgonjwa, ako na ukimwi. Nakumbuka hiyo part. That is why I'm asking you that question. Ndio nakuulizaje Kolo? Use your common sense. Why would a woman who knows you're sick be comfortable traveling 12 hours away, boarding a plane with her own money, her own ticket? And the first night she came here, she did not even bother to ask me to have protected sex na yeye. Ukamdinyia tu hivyo. Tulienda raw from day one to the last day. Ajai nitisha condom, ajai hitaji condom. Na mimi umeza madawa zangu nikimonyesha. Sasa that is what I'm asking you. You see, there is a certain confidence that hata kama ni prep is beyond level. That is why I said something here that I want to repeat what Big Daddy has said in Kayolean language. Hapa Kayole tunasemanga aje? Akaribia echo anataka kukunia. Imagine wale wanaume wenye na ambao wamekuwa wakitamani wanawake kutoka nje hadi wana lose moral my friend. Na mimi kama Jackson ninajua guys, hata ukienda huko Germany, ukienda Amerika, ukienda kila mahali kuna wanawake wazuri wenye na ambao hata hawananga mabwana, wanatamaningi tu kupata bwana mzuri kutoka Kenya wapendane na waishi, lakini kwa sababu ya watu kama wakina Pesh, oh my God, watu wanaogopa. Unaweza ukapenda mwanamke ukidhani ya kwamba umeangukia, kumbe my friend wewe unaingia kwa shimo, kwa kidimbwi. Imagine. Sasa kitu ya Pesh venye mumeiona guys, hiyo ni kitu yenye ambayo hata mtu yoyote kwa hii dunia anaweza tamani. Hiyo kitu ya Pesh vile inakaa guys, kuna mtu anaweza akaitamani guys. Let us be honest. Hakuna mtu anaweza tamani kitu ya Pesh. No one, hakuna mtu anaweza akatamani kitu ya Pesh. Ni uchungu sana ladies and gentlemen, ni uchungu sana hata kwa mzazi. The only woman mwenye ninahurumia kutoka Germany ni ule mwanamke kwa jina Coastal Palm. Huyo Coastal Palm, huyo mwanamke mwenye na ambaye guys alitoka all the way from Germany akakuja Kenya, fall in love na Janabi, licha ya kujua kwamba Janabi ni ex wa Cindy babe. Cindy mwenye pia ako kwa madawa za ukimwi. Cindy mwenye anachindanga akiambia watu ako kwa madawa za ukimwi. Wanga anachukua wanaume wenye na ambao hawana mwelekeo, anawaweka kwa nyumba, akishawatumia anawafukuza. Sasa Coastal Pearl hata yeye pia inasemekana ni victim wa kuolewa na mzungu mzee na akamzalishanga mtoto mzungu wakawachana. Sasa hata yeye pia zile mara zenye ajakulwa duniani ni mingi. So hiyo kiu ya kutaka mwanaume Mkenya, mwanaume young mwenye na ambaye anaweza mkula mara mingi kwa siku ama mara mingi kwa wiki, hiyo kiu iko juu sana. Ndio maana unaona hata anatafuta mwanaume yoyote kutoka Kenya mwenye ako willing kumkojoza hizo nyege zote na yeye ampende. Lakini wanaume wenye wanawake kama hao wanapatana na wao ni madwanzi. Ushainusa kinembe ukafanya hivi, ukafreeze. Ushaifungulwa kinembe, harufu ikatoka kabaki for 5 minutes.
Kwanza akili refresh, what's going on in this world is a turn on to me. So wewe kunitokana mimi nanuka kuma, it's normal. Sasa ingiza kidole kwa kuma yako alafu jinusi. Washana mko kwa hii live, jiingizeni vidole mjinusi. Hata wewe kuma, kama wewe ni mwanaume, mwambie mamako afungue kinembe, uingize kidole hivi, ujinusi. Ndio hapo umetoka kwa hiyo kuma. Kuma lazima inuke mavi. Kuma hizi inuka strawberry, that's bullshit. Kuma ina harufu yake natural, Mungu alitengeneza harufu yake natural. Ala. Sasa mnataka mimi nilie manake nanuka kuma? Siwezi lia because kuma lazima inuke. Ndio nikipita mahali utasema, "Wa, ule demo ananuka kuma, acha nimtombe." Kuma lazima inuke. Ndio nikipita mahali nimepita nimeacha signal. Kwa hivyo mimi hakuna kitu utaniambia. But kuna vitu unaweza ni body shame nayo, lakini si vitu vya dunia. No baby. Ati unanuka kuma, nilie. I cannot cry. I will embrace it. I love it baby. Yani mimi napenda. Alafu mimi yani napenda kunuka kuma. Yeah, mimi napenda kuma inuke. Wewe umeandika hivyo sio kama wewe ni mwanamke ni mwanaume, mimi sija kublock wala kupata ujumbe. Mwambie mama yako afungue kinembe, ingiza kidole. Jinusishe, alafu umnusishe mama yako. Mwambie mama, hii inanuka nini? Atakwambia inanuka kuma. Because of why? That is kuma. Haiwezi kwambia hii inanuka makwapa. Hiyo inanuka kuma. Manake ni kuma. Hata mimi sasa inanuka kuma. Because nifani tombwe. Lack of kutombwa, kuma inanuka. Thank you, very important. Kuma lazima inuke mputa. Wanawake ambao wananuka strawberry kwa kuma, asubuhi utakimbia because it's not easy. Hiyo stress iko kwa hiyo kuma is not normal. Kuma lazima inuke kuma. Let's call a spade a spade. Kwa nini kuma inuke strawberry na kuma ni kuma? Kuma ni kuma bwana. Kwani mimi nawadanganya? Mimi unajua mimi nimesomea physics. Alafu mimi nilikuwa wanaitwaje? Siwajui, lakini mimi nimeenda University of Kumalicious. You know Kumalicious? Mimi nimesomea kuhusu kuma. Najua kuma ina veins. Najua kuma unaona clitoris iko hapa. Unaona ile mabao ya clitoris haina veins. Ndio maana sometimes ukitombwa sana inalala hivi. Mwanaume unafanya harusi na mwanamke anakuacha tu Kenya, anakuambia ni aje babe, wewe tulia. Mwanamke anakulipia room, nyumba, amekukombolea nyumba, anakulisha chakula, kila kitu anakutumia, na amekuambia babe, ninaenda Germany lakini ninarudi in 6 months, ni kuja tuende kwenyu na pia wewe wazazi wako waende wajue kwetu. Alafu sasa muende sasa ng'ambo, uende muishi na yeye Germany. Yani wanaume hamwezi mkavumilia. Wanaume huku nje, wacha nikuambie, wameweka mijulusi mbele. Wacha nikuambie, mwanaume ana lose opportunity kwa sababu ya tamaa ya muda mfupi. Yani unatema bigiji kwa sababu ya njugu za kuonjeshwa. Sasa hiyo, na sasa hivi Janabi alitupwa, Coastal Palm alidelete video zake kwa mtandao. Sasa huyo mwanamke alirudi kwa soko after kudhalilika hivyo vyote. Imagine. Kwa hivyo ladies and gentlemen, mimi kama Jackson guys, sina mengi ya kusema. Sijui maoni yako ni gani kutokana na hizi vituko za Kenya. Tafadhali guys, wacha niwawekee tu hiyo conversation yangu na Peshi Musau, alafu muweze kujaribu kushikanisha na chenye kimemfanyikia. Unaona? Alafu muache comment hapo kwa comment section, au vipi? Mjue mimi nawapenda sana, na mimi ni mumbea guys. Sinanga kitu ingine ya kufanya isipokuwa tu kuwaletea umbea, na nawaleteanga umbea ukiwa moto pindi tu unapojiri, au vipi? So thank you so much guys for watching. Please like this video and subscribe if you haven't. Until next time, God bless you. Bye bye. Jackson hapa.
Kwa Telegramu yake hizo video watu waone ati anatetemeka. Anatetemekea nani? Pata mtu pia dinya. Mwenye alinyonya kinyesi. Mwenye alinyonya kinyesi. Mwenye alinyonya kinyesi. Uko na hasira. Mwenye alinyonya kinyesi. Yeye hako tu sawa. Dinya utulie. When was your last time? Unasema nini? My friend, hii wanawake wa TikTok, my friend, mumefanya mumejidhalilisha hata mbona inakuuma hivyo? What is wrong with you people? Ati kupanda ndege pia inakuuma. Tena nililipa. Ati uko hapo una direct. Usitudrop Lady J. Wacha Lady Jacqueline anafanya kazi yake pole pole na watu wenye ambao hawajawahi husika kwa hizi mambo za ngono. Mwenye amenitumeza mambo mnaenda kutambana ama mnaenda kwanza nione ndio nikae vizuri nizione. Nonsense. Kutumia nishakutumia. Ngoja nataka kasimu Lady Jacqueline, kuna namba ya Kenya na passport yanga. Nataka kafanya ndio sasa hivi imagine wakati Lady Jacqueline wakati Hannah Benta waliachana Captain Samir for the last 6 months. Captain Samir amekuwa akithreaten watu ya kwamba akona video za Hannah Benta. Na kwa hizo video nyinyi wenyewe mmeplay hapa watu wakasikia. Vile Gilo wana discuss hizo video wakiwatch wakiwa na Captain Samir. Mumeona kabisa conversation. Hata Hannah Benta mwenyewe amesikiza vizuri na hata kwa hizo video anaona vile wanamdiscuss. The same woman amechukua the same Gilo amemleta kwa nyumba yake. Unasomea vizuri hapa na mtoto mchana kwa hiyo nyumba. Nyinyi wanawake wacha nikwambie. Unaona wewe? Pesa msao wewe. You have to be specific. Wewe ni nyinyi wanawake kwanza wacha nikwambie kama kuna mwanamke lose kwa hii TikTok ni wewe Pesha Msawa. Hatufai hata kudiscuss stories za watu. Mamako ni lose. Ushanituma. Hata kuma yangu hujawahi ona wewe. Kuma yangu hujawahi ona. Mamako unajua mimi alikuzana wana. Lady Jacqueline tafadhali wakati wacha rafu mwingi watu kama kina rafu mwingi. Wakina tutuzo wa discuss hizi story lakini mwanamke kama Pesha anakuja hapa na discuss nini? Unajua Lufthansa wewe. Unajua British Airways inakaje? Ushaona kuma inapanda British Airways yako bibi yako anapandisha ndudi anakuletea kuma yangu inapanda. Haina shida lakini my friend wacha nikwambie wewe kubali ya kwamba wewe umeoza kinembe. Kubali ya kwamba kinembe chako hakina ladha tena. Wewe ni takataka kuongelea kwa vitu ambazo kinembe yenyewe hujaiona. Sasa hebu nikuulize kuonyesha kinembe kwa TikTok ndio maana kuna uchungu. Lady Jacqueline, let me tell you. Kama kuna mtu yoyote mwenye akona hizo video direct watu mahali wataenda kuwatch hizo video na hakuna mahali watapelekwa. Let me tell you for the last 6 months tumekuwa tukithreateniwa ya kwamba hizi video zitapostiwa. Hizi video zitapostiwa. Hizi vitu zitapostiwa. Ni mara ngapi mmesikia Kiki hapa ikisemekana ya kwamba aliua mama ya Gilo? Gilo mwenyewe amekuwa akisema ya kwamba Kiki aliua mama yake, yeye ndiye aliua mtoto wake kwa tumbo, alimpea mimba pesa akatoe mimba. Mmekuwa mkiona. Na kama Gilo wakati alikuwa anataka kujua kama huyu msichana Kiki alimanage kuchukua simu na akatuma hizo video ili wa dunia ione. My friend, dunia inaona vitu ambazo zimekuwa zikisemekana ya kwamba tutaonyeshwa. Alafu zimekuja at the right time. Nyinyi mko hapa mnataka crucify Kiki kwa sababu ameanika. Hannah Benta alijua hii siku itafika. Na imefika. What is wrong with you women? Sasa shida ni venye tuna call out Kiki. Ndio na call out Kiki kama shida ni nini? Don't call her out. Don't call her out. Just go and watch the video and keep quiet. Nonsense. Because hata zako very soon they are coming. Zangu na share mwenyewe. Ebu na profile yangu iko hapo. Ukiona mwenzako ananyolewa na share mwenyewe. You don't need to wait. Ukiona mwenzako, sikiza, ukiona mwenzako ananyolewa, prepare your head also. Sasa wewe very soon zako zinalitishwa. Wewe kwani wewe umeingia TikTok juzi? Mkundu yangu inaonyeshana na kukua. What are you telling me? What is wrong with you people? You can cloud for anything. Yani wewe as long as you people cloud chasing for things that are even I don't know what's wrong with you woman. Wewe you are the one who have something which is wrong in your fucking head. Listen, mimi ushainiona kwa hizi machai za TikTok hapa. Ushainiona kwa hizi machai za TikTok nikidiscuss watu wengine video ambavyo wanatombana. Discuss nini? Mimi nashangaa sana wewe ukiwa mstari wa mbele ati una call out Kiki as who? Sija call out Kiki. Tuko hapa tuna discuss. Who are you to tell us what to discuss? Keep quiet. Keep quiet. Watu wangapi wako hapa kwa hii case na wamenyamaza? Keep quiet. Mdomo wako uko juu sana kuliko kila mtu hapa. Ala. Unataka kutuambia Kenya tuta discuss kwa TikTok? Si Lady J ndio host. Angekuwa hataki tu discuss angekuwa ametuangusha. Incitement uko hapo na incite. Lady Jacqueline. Now what's wrong with you? I said that. Kama Kolo angepata hizi video wa kwanza, Kolo ndiye angeuza.
Kolo anasikia vibaya juu Lady Jacqueline was the first person to get these videos. Ingekuwa juu Kolo aliuza mpaka kuma ya Liz. Kolo aliuza kuma ya bibi yake. How come saizi Kolo anatetea Hannah Benta? That's what I said. Na hivyo ndo nimeambia Lady J that Kolo asimwambie sijui akamshikisha kwa polisi. Juu angepewa hizo picha video ya kwanza angekuwa saizi ametengeneza like more than $5,000 akiziuza. Aliuza kuma ya Liz. Hivyo ndo nimekuja kusema. Unaniambia nini wewe? And I have right to say it. What is your main point? Like, tell me, what is your main point? Mimi kuja kusema Kolo anasikia vibaya juu si alipata hizo video wa kwanza. Allah. Sasa wewe unakuja kuambia watu Kolo anasikia vibaya kama nani? Kolo mwenyewe na bibi yake wameishi kunyongesha watu hapa. Wameishi kunyongesha watu hapa hivi for money. Unanipata? Wameishi kunyongesha watu hapa for money. Umekuja kuniambia sifai kuongea kama nani? Kama nani? Wewe hufai kuongea kwa sababu ya nini my friend? Wewe kwanza ngoja nikwambie. Mara ngapi Big Daddy amekutomba bila protection? Mara ngapi? Hata mimi nimemtomba bila na ni tamu. Exactly. Sasa wewe wakati unakuja hapa kujifanya judge kwa watu wenye ambao wanatenda dhambi, evil doers, unakuja hapa kukua kama ati iko tamu sana. Tena hiyo kuma inapandishwa Lufthansa first class. Allah. Wanawake mnatakanga nini kwa hii maisha? Mwanamke mnataki wanaume weusi, mnataka wazungu wazee. Mkipata wazungu wazee wakiwazalisha watoto, amtulii. Kinembe unataka hizi mavinembe zenyu. Mimi hata nachindwangu. Mmefanya mpaka hata Mboro imekosa maana. Wanawake wengi hapa TikTok wanatamani hata kutombeshwa na wanaume wenye wako na mwelekeo, lakini because of people like you, mmefanya hata ngono umeniwakuma. Uko na hasira manze. Hii ni hasira kwa sababu hapana, mimi nashinda na nani? Mimi ni nyima kuma na nyima. Nani wewe ashaina nimeomba na kuma hapa. Kama mshushu wa kwanza. Wewe mwanamke wewe akili una akili. Sasa unafaa unaangalia watoto wako kwa TikTok ati una discuss kuma ya mwanamke mwingine venye ilitumwa ati mna trace as who? Lady Jacqueline my friend, wacha nikwambie. Wacha na kiki bana. Wacha na kiki. Mwanamke amepitia mengi bana. Anything kwa mtandao to discuss and you're gonna do nothing about it. Discuss, lakini waacha kujifanya asif ati una push atapigiwe simu. Una push kama nani? Kama Pesh Musau. Haya, endelea kupush. Me, I've already said my own. Thank you so much, Lady Jacqueline, for giving me a platform to Jackson, Jackson, I want to ask you something. Yes. Yaani hii uchungu ni ya nini jamani? Ni kama uko na uchungu sana. Unajua inaniuma kwa nini? Unajua kwa nini inaniuma? Unajua ni kwa nini inaniuma? Unajua ni kwa nini inaniuma? Unajua ni kwa nini ni kitu inaniuma? Wewe Lady Jacqueline uko na video nyingi sana zaidi ya 10 hapo zenye zinaonyesha jinsi ambavyo Captain Samir Hannah Benta na wanawake wengine wakifanya ngono na the way wananyonyana mpaka kinyesi, the way you are explaining it. Afu hizi video kuna watu sasa hivi hawajalala for 2 days, mkiwaambia tu mtaona mpaka Truth Watch leo alikuwa hapa akisema anataka kuwatumia Telegram. Watu wameishi mpaka kwa inbox ya Truth Watch, wengine they are even offering money watumie wamlipe and atumi, kwa sababu watu wanawake wengine wanakuja hapa kujifanya vile ambavyo wanajua sheria ati akijaribu tu kupost hizo video, akijaribu tu nyamaza we nyamaza, shut the fuck up. Sasa mpaka sasa hivi tunaingia siku ya pili, ya tatu inaenda kuisha sasa. Truth Watch Dog hajapost hizo video, na si kawaida ya Truth Watch Dog. Hizi video ziko wapi? Watu wanauliza ziko wapi, hawajaziona. Lakini mimi mko tu busy mnazidiscuss. Ingekuwa vizuri kama watu wangekuwa wameziona ndio mkidiscuss. Kila mtu anatoana opinion na mawaidha kuhusu vile ambavyo hizi video zinakaa, lakini Captain Samir ametukana mkundu ya kiki vile ambavyo ni kiki ama ni nani huyu Gilo, ameexplain vile matiti zake ni slippers, ameziamusha na vijiti na mnaisa hizi zimesimama, ameexplain vile ambavyo Wasudanisi wamemuingia hiyo mshimo yake ya kudu, unaweza ona kwa tumbo. The same woman tena amerudi tena anasema huyo jamani bebu amerudiana. So the same woman ndio amelikisha video. Hannah Benta amemkaribisha kwa nyumba yake. Then mnauliza kiki nini? Hiyo ndio swali mimi nauliza. Na mnamuuliza asifu nyinyi ni mavagin. Mnikijua vizuri Pesh Musau kuma yako inaweza ingia ng'ombe.
Sasa wewe mkundu yako inaingia machupa kama 20, mkundu yako umetobolewa. Ama mzee anauza mkundu. Hii bitterness inaweza kuwa umeuza mkundu na hujalipwa. Manza, you are so bitter. Kuma yangu uliona wapi hata hujaona? Ama umekatana bila kuona kuma? Huyu anauza mkundu. Hao wale wanabendeuliwa. Una bend. Unauza mkundu na 5 bob. Shame on yourself. Alafu baadaye kuma yangu inapanda Lufthansa, inapanda British Airways, inasema pale Heathrow. Unasikia Heathrow? Ama unasikianga tu mahali tu Heathrow. Lakini hiyo ya kwapa kuma yako inaweza ingiliwa na ng'ombe. Hajaiona. Sasa kwa ameona yangu ndio tungeongea. Hajaona kuma yangu. Kuma yangu hajaiona, hata wewe iona. Huyu ni mtu mwenye ako na njaa ya kuma. Kwani bitterness ni ya nini? Huyu ni mtu amekaa sana hajatomba. Ala? Jackson, chukua mic, tunangoja This kind of men hawajaona kuma for long, they are starving. Hujasikia anaongelesha sijui ati nimepandisha kuma, sijui nipelekea Big Daddy. Alafu sasa na ukijua next week inapelekwa huko Lufthansa imeshalipwa, utasikia aje? Yes, nimepandisha juu nampenda. Yes. Yako liletwa wewe, mwisho liletwa kuma lini? Hebu tuongee hapo. Tuambie mwenye alikuletea kuma. I'm very sure alipanda ndudhi akakuletea, ukamdinya bila hiyo kondom, ukampatia ukimwi. Kuja tupimie ukimwi hapa ndio tujue wewe hauna ukimwi. Umesikia? Usikol mtu mwenye akona ukimwi na wewe utajipimia. Nataka utufungulie kamera hapa, uchukue kipimo, upime, tukiona negative sasa ndio uongee. Na mimi nikupimie yangu uone, alafu sasa tuongee. Mama, ich will nur kurz eine ganz kurze. No, you know the reason why, guys, the reason why I am bitter about this woman kwa jina Pesh Musau ni kwa sababu Pesh Musau wametukosesha amani hapa hivi kwa TikTok since wakati the president Madam Nyako. Huyu mwanamke zile vitu alikuwa anafanyia Nyako. Unaona, kwa sababu Nyako kinembe chake kimeanikwa. The same woman akawacha watoto wazungu. Guys, do you know what it means for a Kenyan woman kupewa mimba na mzungu? Do you know what it means? Leave my kids out of your fucking mouth. Do you know what it means? Leave my kids out of your fucking life. Leave my kids out of your fucking mouth. My kids live a better life than you. But my friend, our watoto, do you think wakati hawa watoto wanaona mama yao kwa mtandao akinyonya mate ya mtu mwenye akona ukimwi, do you think hawa watoto are they proud of you? Hata wewe uko na ukimwi, si wewe ni mamako. Gasia takataka bloody fucking wewe. Huyu mtu anakuonyesha kabisa madawa. Bibi yake amekuja hapa, ame-explain vile imekuwa ikikontroliwa. Yeye mwenyewe amekuja hapa, ameelezea. Wewe umechamba Nyako kwa sababu Nyako amenyongesha malaya. Alafu wewe mwenyewe umebeba miguu zako unapanda sijui ndege unasema sijui British Airways sijui takataka. Unapanda akili ya kuna mwanamke unapanda uko na yes sawa, wacha tuseme sawa, uliolewa na mzee, wacha tuseme uliolewa na mzee, unaona babako, wacha tuseme uliolewa na mzee na kuna pesa, unaona huyu mzee sasa hivi amekuwa zuzu, sasa hivi haamshi tena, ndio uko na pesa, lakini sasa madawa hizo ndio madawa zangu, akili iko wapi? Hizo ni madawa zangu. Unapanda ndege, umesikia? Unaenda Amerika, madawa zangu hizo za ukimwi, unaenda Amerika kutombesha, ndio hizo. Mwanaume mwenye hana heshima kwa wanawake to prove a point. What are you proving there? Ndege. Yes. Ni wangu. Na hana heshima. Then stop talking. Mimi hata sina shida na wewe kutombesha Big Daddy. Chenye tunasema ya kwamba wacha kukani kama ati wewe kuna akili mingi sana kwa hizi video ambazo mpaka mnataka kujua mwenye alileak. So mnataka kujua mwenye ameleak nini wakati wewe mwenyewe unajidharau. Wewe mwenyewe unajidharau kwa sababu unajua, wacha nikwambie kitu moja guys. I want you to listen to me very carefully. Mwanamke mwenye ako na kumasupu hapa. Hawezi kukubali. No. Sikizeni hapa. Wewe shangazi, wewe ni shangazi Maria tumbwa wewe. Gasia takataka wewe, wachana na ni Peshi.
Wewe Jackson mbwa ghasia, wewe mwanamume makende ovyo tu kuja hapa kulalisha. Mimi chenye nasema hapa ni kwamba mwanamke mwenye akona kuma supu tena na kuchapa bila hawezi akakubali kuingiwa na mtu yoyote mwenye akona ugonjwa. Hiyo kuma ikona kasoro, ndio wewe mwanamke akubali kuingiwa na anybody. That is what I'm trying to say. Nenda katengeze ndugu zako kwanza, wachia familia yako kwanza maisha. Nenda katengeze familia na maisha yako, mbwa koko wewe bloody fucking shit wewe. Unakuja kuambia nini hapa? Unatambia chepeshi. Utapata amekataliwa na watu wewe. Wewe ndio nani wewe? Wewe nani wewe kuma na mamsenge mama wewe? Ngoja Malkia. Mbwa koko wewe. Utapata huyu akona kamboro kadogo anaoka wamtaki. Kwende uko kwanza kaushe makende. Nenda kaushe makende ndio uje muongeleze peshi hapa mbwa wewe. Mamako wewe. Senge moja wewe. Jackson sasa chukue mic. Jackson chukua mic. But Jackson mic. Okay, I respond. Malkia nicheze na live. Anasema kusudi neti peshi eti wewe hata kuma ya mama tukiipata tutayanika. Kwani nini? Sasa hivi ndio makuma zianiko na watu wadinywe, tutaanika. Watu watombo wache makasiriko. Tutaanika hata makende ya babako yakijaba tutayanika. Haya boy child. Hapo sasa. Now this is what I'm talking about. Now you are speaking my mind. Now you are speaking my mind. Watu wenye wanaenda kutombana alafu wanajirekodi badala ya watombana. Hizo video wanarekodi ili zitufikie sisi. Ziwachilieni watu wazione. That is what I'm talking about. Watu watombane, watu warekodiane. Wakisha rekodiana hizo video zikisha leak, wawache watu waone pia na amani. Kwa sababu mtakacha mvunguni sharti ainame. Mimi Jackson kwa nini? Pia wewe umpige picha lete. Lady Jacqueline hapa hivi kwa Lady Jacqueline hii miaka yako nayo ametomba mara ngapi? Mshaiona video zake mahali mtu amerekodi na kuongelea. Kila mahali peshi. Lakini nyinyi wanawake zenyu ni kina nani wenyewe mnakubalisha wanaume tena mnakuja kuprevent wenye ambao wametumiwa ati wasitumie kwa mtu mwingine. Kichwa zenyu ziko sawa nyinyi wanawake, nyinyi madwanzi maumbwa nyinyi. Lady J mbwa wewe, mamako pia mbwa. Ngoja Malkia nawe. Wanawake pia mamake mbwa, mamake pia mbwa. One by one. Malkia ngoja. Mbwa pia. Malkia ngoja tusimame mamako pia mbwa. Malkia ngoja nawe pole. Huyu mwanamke peshi huyu virusi na bakteria za Big Daddy zimejaa kwa damu yake. Zimejaa kwa damu, zinatembea, zina circulate. Yes, zina circulate. DNA za Big Daddy zimejaa kwa DNA ya huyu mwanamke. Huyu mwanamke iko na mimba ya Big Daddy sasa, anajua kabisa akona amepigwa stamp ya umalaya. Huyu mwanamke akona stamp ya umalaya kwa forehead. Yeye ndio anakuja hapa lakini siwezi kupatia kuma tu ndio wewe. Lady Jacqueline anapigia kiki. Kuma zenu ni mzuri nyinyi wanawake. Wewe katombe umbwa. Wewe nimekwambia hata umbo itakukataa umbo. Kwa video Lady Jacqueline. Nipe mic Kwa video Lady Jacqueline. Big Daddy anaelezea kidogo vizuri vile ambavyo mamako pia malaya anabenta ni sura mbaya. Wewe Lady Jacqueline wakati ulikuwa analyze hiyo kuma ya Hanabenta, wakati Lady Jacqueline ulikuwa analyze kuma ya Hanabenta, uliona vile hiyo kuma ya Hanabenta iko vibaya. Kwa zile kuma zote mshawahi kuona, kusema tu ukweli, hata nyinyi wenyewe mliagree kwamba Hanabenta hangekubali kurekodiwa kuma ikiwa haiko well kept. Mnajua vizuri kabisa. Na that is the reason why Samir aliamua kuacha Hanabenta, kwa sababu kuma yake na zile kuma zenye amekuwa akilala nao, kuma ya Hanabenta ndio mbaya zaidi kwa kuma zote zenye ashawahilala. That is the reason why mwanaume hawezi taka anything to do with Hanabenta. So tujue alafu sasa hivi the man mwenye na ambaye alitumia huyo Gilo kuanika hizo video bado still sasa hivi as we speak Hanabenta na hiyo kuma yake vile inafanana kwa hizo video, amekubali tena Gilo kukuja kwa nyumba yake usiku wa manane, amemuhost. Wallahi billahi, kama ingekuwa ni mimi Hanabenta ningenyongea huyo mwanamke kwa usingizi. I'm telling you. Sasa tufanyaje?
tukamnyonge ama what is the main point? Tuamke kwa sababu hakumnyonga na anafurahia hizi video zikiwa huko nje. Wacheni watu wazione hizi video, kuna watu wengi sana wanataka kuona hizi video. What is wrong with you people? Kwani tumekatazana watu kuona? Unajua mimi sioni point. What is your point? You've talked so much but I don't know what is your main point. Unauliza Kiki nini? Kiki wakati hao watu walikuwa natombana, Kiki alikuwa wapi? Nani ameuliza Kiki? Mimi sasa hivi nikikuachia hii simu yangu, simu yangu, ni nini uta expose? Hii simu yangu nikikupatia ushinde nayo hata mwezi mzima. Nini uta expose kwa hii simu? Niko nazo ready. Nitumie ile yenye ya 22 minutes. Hii niko nayo. Send the request. Wacheni watu watumiwe video waone. People that are not sleeping. Kama tutuwa kidogo unanisikiliza na uko kwa live unanisikiliza. Post video Telegram, wacha watu wajibambe, watu kila mahali. Tafadhali wacha watu wa enjoy. Lady ameongea sana, pea watu mic. Jacqueline, nilikutumia 5,000 wewe za watoto wa shule kununua uniform. Nimeona sana. Nalo hapa hakuna mtu atamuonyesha unyonge pesha. Lakini hakuna nimekuja hapa na kwa sababu ya peshi. Hamna mtu atamleta unyonge. Nimeona hapa ni woman wanawake kwa wanawake hapa. Ngoja, atumalize yote yapata yonsho unyonge. Ngoja Malkia, wacha nichukue mic Malkia dakika moja. Na wewe Jacqueline, wewe nikutumia 5,000 kununua watoto uniform. Niweke hapo